Wakaongea mpaka masaa, yani ikawa imefika mahali wamechoka. Akaambia yule mama, hebu toka kidogo, toka nje kidogo. Akabaki na yule mzee. Akamuuliza, baba, huyu mke wako yuko sawa kweli? Sio anakaa kama kichwa imebadilika. Yule mzee akasema, mimi naona kama kichwa imebadilika kweli. Huyu mama hayuko sawa. Huyu mama ni mgonjwa. Akamwambia, haya toka. Akaita huyo mama naye. Akaja akamuuliza, na wewe ukiangalia huyu baba sana kama ni mgonjwa. Asema hata ukimsikiza vile anaongea siku hizi, huyu baba kichwa yake haiko sawa. Akawaita wote. Sasa si kila mtu anajua mwenzake si mzima. Maana anaambiwa sasa, kama umejua mke wako si mzima, wewe ishi naye ukijua kwamba huyu mke kichwa yake si sawa. Mume naye ameambiwa mke wako si mzima, kwa hivyo kaa naye ukijua huyu ni mgonjwa. Sasa akaja akawaambia, basi na waombea muishi kwa amani. Unajua vita viliisha. Kwa sababu gani? Kila mtu alijua anakaa na mgonjwa. Bwana asifiwe. Nasema Bwana asifiwe. Na ni kweli kila mtu ndani yake kuna a degree of madness. Sasa wewe elewa kichaa cha mwenzako na mkae na amani. Maana kichaa kipo. It may not be pronounced but it's there. Inawezekana haitatangazwa